Gazeti la The Independent linasema kuwa makadirio mabaya ya Trump kuhusu Iran yameanza kuonekana. Uchambuzi huo unasema kuwa wiki mbili baada ya Trump kuanza vita nchini Iran, ni wazi kwamba makadirio yake sio sahihi. Hakutilia maanani kuwa kuishambulia Iran kwa mabomu kutaongeza bei ya mafuta na gesi nchini Marekani. Gazeti hilo pia linasema Trump alionywa kuhusu Iran kufunga mlango bahari wa Hormuz, ila alipuzilia mbali mawaidha hayo. Trump hakutii maanani kuwa kupanda kwa bei ya mafuta duniani kutaiongezea Urusi mapato na kusaidia kuimarika kiuchumi na katika vita dhidi ya Ukraine. Siku 16 baada ya Marekani kuishambulia Iran, kuendelea na vita hivyo haiko wazi tena. Gazeti hilo linasema msimamo wa Trump umeanza kuyumbayumba na sasa nataka mataifa mengine kutuma meli za kijeshi katika eneo hilo. Hii ikionyesha kubadilika kwa msimamo wake wa awali aliyosema kuwa hahitaji msaada kutoka Uingereza. Uingereza wanataka kujiunga na vita hivi, kama tayari tumeshinda, hatuhitaji msaada wao, alisema Trump. Trump huyo pia alisema kwamba kwa 100% tayari wameshaimaliza vita hivyo na kwamba watafanya mashambulizi tu ya kujifurahisha. Gazeti hilo pia limesema kuwa kama kungekuwa na uthibitisho wote kuwa Iran ina silaha za nyuklia, basi Israel wangekuwa na haki ya kujilinda dhidi ya hatari hiyo. Ila hakuna uthibitisho kuwa Iran ilikuwa inakaribia kumiliki silaha za nyuklia hata baada ya Marekani na Israel kuvamia mahandaki ya Iran mwezi Juni mwaka uliopita. Trump alianzisha vita hivyo akifikiria kuwa utawala wa Iran umedhoofika, lakini hata baada ya mashambulizi yake hilo halijakuwa dhahiri. Gazeti hilo la Independent limeongeza kuwa utawala wa Iran unaonekana kuwa imara kuliko ilivyodhaniwa na Trump. Hatari ya kumshambulia kiongozi mkuu Al-Khamenei tayari limepita na sasa nafasi yake imechukuliwa na mwanaye ambaye anasemekana kuwa na msimamo mkali zaidi wa ule wa baba yake. Gazeti hilo linachambua kuwa licha makadirio mabaya ya Trump, bado anataka Ukraine ipate amani, ila sasa anaimarisha kiuchumi Urusi. Bado anataka amani Mashariki ya Kati, huku waziri mkuu wa Israel Netanyahu akimshauri vibaya kuwa wakishambulia Iran kwa mabomu kadhaa utawala wake utaporomoka, ila sasa umeanzisha vita visivyokwisha. Tukiangazia gazeti la Ufaransa la Le Monde, linasema kwamba makadirio mabaya ya Israel nchini Lebanon. Gazeti hilo linashutumu mashambulizi ya Israel nchini Lebanon na kile wanachokisema ni kundi la Hezbollah kuunga mkono Iran. Gazeti hilo limeandika kuwa waziri wa ulinzi wa Israel Katz alitangaza tarehe 13 kuwa serikali ya Lebanon italipa gharama kubwa ya uharibifu wa miundombinu ya serikali hiyo iliyotumiwa na Hezbollah iwapo kundi hilo halitasalimisha silaha mara moja. Gazeti hilo linasema tishio hilo ni kosa kuona mbali, kwamba hakuna sababu yoyote ya kuanzisha operesheni hiyo katikati ya vita vingine vinavyoendelea na tayari vimewaua zaidi ya watu 700, sio sahihi. Gazeti hilo linachambua kuwa baada ya kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Lebanon mwaka 1990, Hezbollah ndio kundi pekee lililoruhusiwa kubaki na silaha zao. Hezbollah walisema kusalia kwao na silaha ni kutokana na kujikinga dhidi ya Israel ambayo ilikuwa imedhibiti eneo la kusini mwa Lebanon. Hezbollah ambayo inafadhiliwa na Iran mara baada ya Israel kujiondoa rasmi mwaka 2000 na kulipa kundi hilo umaarufu. Ila umaarufu wa kundi hilo ulipungua baada ya kushiriki katika mauaji ya waziri mkuu wa taifa hilo Rafik Harir mwaka 2005, vita na Israel mwaka 2006 ambao vilisababisha uharibifu mkubwa katika taifa hilo na mamlaka za Beiruti kushindwa kudhibiti kundi hilo. Gazeti hilo linasema kuwa licha ya Hezbollah kudhoofishwa baada ya shambulizi la Israel la mwaka 2014 na kusababisha watu wengi kukimbia makazi yao, inaonyesha jinsi ilivyokuwa vigumu kuilazimisha Hezbollah kujisalimisha. Gazeti hilo linasema kwamba kumaliza baadhi ya Hezbollah kama dola ndani ya dola ndio muhimu zaidi, na lakini njia pekee kufanikisha hili ni kwa kuimarisha taasisi za Hezbollah. Gazeti la Le Monde linaitaka Marekani kujifunza kutokana na masomo ya historia na isiunge mkono Israeli tena katika mtazamo wake kuhusu Lebanon. Kuishambulia Lebanon kwa mabomu tena kutadhoofisha mamlaka yake ambazo bado hazina uwezo wa kuidhibiti Hezbollah kuanzia katika eneo la usalama la Israel ndani ya ardhi ya Lebanon na kutafuta kauli za upinzani ambazo wanamgambo walizitumia baada ya kujiondoa mwaka 2000 na muda unakwisha ili kuepuka kurudia makosa ya zamani, kulingana na gazeti la Le Monde.
Tukimalizia uchambuzi wetu na gazeti la Marekani la US Today katika taarifa inayosema uhamiaji na utekelezaji wa forodha wa Marekani ICE unaelezea wasiwasi kuhusu michezo ya kombe la dunia ambayo mwenyeji wake ni Canada, Mexico na Marekani kutoka mwezi Juni hadi Julai. Mwandishi wa taarifa hiyo anasema michuano ya kombe la dunia itawavutia mamilioni ya watu kote duniani, ila mafanikio yake yanatokana na usalama na mikakati ya usafiri. Pia kumekuwa na ongezeko la wito wa kususia mashindano hayo kwa sababu ya kiusalama, huku makundi ya mashabiki ikiwemo Football Supporters Europe yakielezea wasiwasi kuhusu kufanya vikosi vya polisi kuwa vya kijeshi nchini Marekani. Timu moja ya Ujerumani imeghairi ziara yake ya Marekani na mijadala kuhusu kususia mashindano hayo inaendelea katika majukwaa ya mashabiki. Uchambuzi huu unamalizia kwa kusema ni muhimu kwa Marekani kuweka vitu vya wazi kuhusu usalama na maelezo kuhusu kupata visa vya kuingia nchini humo na tiketi za kushiriki katika michezo hiyo.